Mshutoko wa mapenzi ya zamani. Ji-hoon alihisi dunia inazunguka. Alianza kuelewa kwa nini familia ya Nari ilimkataa kwa nguvu. Lakini hakujua kama Nari mwenyewe alijua ukweli huo. Alipokutana naye tena, alimwona Nari akiwa mtu tofauti, mwenye huzuni, mwenye majuto na mwenye siri moyoni. Kwa machozi, Nari alimwambia, "Nimegundua ukweli kuhusu baba yangu, na ndiyo sababu nilitaka kukuona." Ji-hoon alihisi maumivu ya zamani yakirudi, lakini pia aliona ukweli katika macho yake. Wakati Ji-hoon alianza kuchunguza historia ya baba yake, watu wasiowajua walianza kumfuatilia. Kompyuta yake ilidukuliwa, miradi yake ya filamu ilianza kukataliwa ghafla. Siku moja, gari lilimkaribia kwa kasi barabarani na karibu limgonge. Ilionekana kama ajali, lakini Ji-hoon alijua ilikuwa onyo. Sua aliyekuwa karibu naye muda wote alianza kuogopa usalama wake, lakini Ji-hoon alimwambia, "Nikinyamaza nitaishi maisha ya hofu milele." Kadri hatari ilivyoongezeka, hisia kati ya Ji-hoon na Sua zilikuwa zikikua zaidi. Sua alitaka kumlinda, lakini pia aliogopa kumpoteza. Usiku moja walikuwa wameketi juu ya paa la jengo wakitazama taa za Seoul. Sua alimshika mkono na kusema, "Hata kama dunia nzima itakugeuka, mimi sitakuacha." Ji-hoon alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Chairman Park alipojua Ji-hoon alikuwa anachunguza historia ya baba yake, alikasirika sana. Aliagiza watu wake waharibu sifa ya Ji-hoon kabisa. Ghafla, taarifa zikaanza kuenea kuwa Ji-hoon alikuwa anahusika na ufisadi wa fedha katika kampuni yake mpya. Vyombo vya habari vilianza kumshambulia, wawekezaji walianza kujiondoa. Ji-hoon alikuwa hatarini kupoteza kila kitu alichojenga. Kwa msaada wa Sua na Madam Yoon, Ji-hoon alipata nyaraka za zamani zilizoonyesha wazi jinsi baba yake alivyosingiziwa. Lakini nyaraka hizo zilikuwa hatari. Watu waliokuwa nyuma ya ufisadi huo bado walikuwa na nguvu kubwa serikalini na kwenye biashara. Ji-hoon alilazimika kufanya uamuzi mgumu: kulinda maisha yake na kusahau ukweli, au kupambana na mfumo mzima wenye nguvu. Katika mkutano mkubwa wa tasnia ya filamu, Ji-hoon alisimama mbele ya viongozi wote kubwa Korea. Kwa sauti thabiti alisema, "Nataka kusema ukweli hata kama utaniharimu kila kitu." Ukumbi mzima ulikuwa kimya. Alianza kuonyesha ushahidi wa ufisadi wa zamani. Watu wengi walishangaa, wengine walikasirika, wengine waliogoka. Lakini ghafla, milango ya ukumbi ilifunguliwa na askari waliinua sauti, "Chairman Park uko chini ya uchunguzi." Wakati kila mtu akiamini ushindi ulikuwa umefika, Ji-hoon alipokea ujumbe mwingine wa siri. "Umeanza vita ambavyo huwezi kushinda. Bado hujajua nani anaongoza kila kitu nyuma ya pazia." Ji-hoon alitazama anga la Seoul likiwa na mawingu mazito. Alijua safari yake ilikuwa inaingia hatua hatari zaidi kuliko hapo awali. Na safari hii sio tu maisha yake yalikuwa hatarini, bali pia maisha ya watu wanaowapenda. Baada ya kugundua ukweli kuhusu DNA yake, moyo wa Yura haukuwa ule wa zamani tena. Alihisi kama maisha yake yote yalikuwa ni mchezo wa siri ulioandaliwa na watu waliomzunguka. Usiku moja, akiwa juu ya jengo refu la Seoul akitazama taa za jiji zikimeta, upepo ulipuliza nywele zake polepole. Macho yake yalijaa machozi, lakini safari hii machozi hayo yalichanganyika na hasira. "Sitakubali maisha yangu yaamuliwe na siri za watu wengine," alijinong'oneza. Yura alianza kupanga hatua za kumkabili tajiri mkubwa Chairman Park, mtu aliyegundulika kuwa baba yake wa damu. Lakini hakutaka tu kukutana naye, alitaka ukweli wote ujulikane mbele ya dunia. Aliamua kutumia umaarufu wake kama mwigizaji kufikia watu wa juu wa jamii. Alianza kukubali mahojiano, matangazo na hata kushiriki hafla za kifahari ambapo familia ya Kang ilikuwa inahudhuria mara kwa mara. Kadri siku zilivyopita, jina lake lilizidi kung'ara kwenye vyombo vya habari. Lakini nyuma ya tabasamu lake la kamera kulikuwa na mpango wa hatari. Wakati Yura akiendelea kuchunguza maisha ya zamani ya mama yake, alikutana na mwanamke aliyekuwa rafiki wa karibu wa mama yake zamani. Mwanamke huyo alimwambia kitu kilichomtetemesha zaidi: "Baba yako hakukutelekeza peke yake. Kuna mtu alimlazimisha kufanya hivyo." Maneno hayo yamgonga Yura kama radi. "Ni nani?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Lakini kabla hajapata jibu kamili, mwanamke huyo alipata ajali ya ghafla siku hiyo hiyo. Ajali ambayo ilionekana si ya kawaida. Wakati Yura akipambana na ukweli huo mpya, Minho, mwanamume aliyewahi kuvunja moyo wake, alirudi tena maishani mwake.
Safari hii alikuja akiwa tofauti. Alikuja na ushahidi unaoonyesha kuwa alikuwa analazimishwa na familia yake kumsaliti Yura ili kulinda siri za biashara ya familia ya Kang. Minho alipiga magoti mbele yake. Nilikusaliti, lakini sikuwahi kuacha kukupenda. Yura alihisi moyo wake ukipasuka tena. Alitamani kumwamini, lakini kumbukumbu za maumivu zilikuwa bado hai. Hatari inakaribia. Kadri Yura alivyozidi kukaribia ukweli, alianza kugundua alikuwa anafuatiliwa. Simu zake zilianza kupokea ujumbe wa vitisho. Achana na mambo ya zamani au utapoteza kila kitu. Siku moja aliporudi nyumbani kwake, alikuta nyumba yake ikiwa imevunjwa na faili zote muhimu zikiwa zimekotea. Lakini waliokuwa wamevamia nyumba yake hawakujua kitu kimoja. Yura alikuwa tayari ameweka nakala ya siri ya ushahidi wake. Katika tukio kubwa la kifahari la familia ya Kang, Yura aliingia akiwa amevaa gauni jeusi la kifahari lilivutia macho ya kila mtu. Alisimama katikati ya ukumbi huku waandishi wa habari wakimzunguka. Alipogeuka kumtazama Chairman Park, macho yake yalikutana kwa mara ya kwanza kama baba na binti. Lakini kabla hajazungumza, mwanamke mmoja wa kifahari aliingia ghafla ukumbini akapiga kelele. Simameni, ukweli kuhusu mtoto huyo sio kama mnavyodhani. Ukumbi mzima ulitulia. Yura aligeuka taratibu, akamwona mwanamke huyo akiwa ameshika faili jingine la siri. Na hapo ndipo maisha yake yalibadilika tena. Je, mwanamke huyo ni nani? Ni siri gani mpya itaibuka? Je, Yura atapata haki au ataandamia kwenye mchezo wa nguvu za familia tajiri? Part 5 ndio itafichua siri hatari zaidi na mapenzi yatakayojaribiwa kwa kiwango cha mwisho. Karibu Mkolwe Product, ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kem mwilini kwa shilingi 3,000 tu popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.